Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 39 na ule mstari wa 9. Tunamwona Yusufu anamwambia mke wake na Potifa kwamba nifanyaje ubaya kwa namna hii nikamkose Mungu. Maana mke wake na Potifa alimshawishi au alimtamani Yusufu aweze kulala naye. Maana kulala na mtu maana mnashiriki au mnaunganisha miili yenu katika tendo la ndoa. Sasa ukiangalia Yusufu na yule mwanamke hawakuwa ni watu wanaoishi katika ndoa. Kwa hiyo maana yake wanataka kutenda uasherati na uzinzi pia. Sasa Yusufu katika kutafakari hilo hakuona tu kwamba nikifanya tendo la ngono au uzinifu na huyu mwanamke sio tu kwamba nitapata ukimwi au nitapata kaswede au nitapata gonolia au nitapata UTI. Hakuyaona tu kwamba hayo ni magonjwa ambayo yanaweza yakamuasiri katika maisha yake, ila alisafiri zaidi mbali, akaona kwamba kile kitendo atakachokifanya ndicho kinaweza kikamharibia hata future yake au ukaribu aliokuwa na Mungu. Yaani ile depsi kati ya Mungu na Yusufu inawezekana ingeongezeka kwa sababu ya kile kitendo. Ndio maana Yusufu anasema kwamba nifanyaje ubaya kubwa namna hii hata nikamkose Mungu. Kwa hiyo kumbe unapotenda uzinifu au unaposhiriki katika zinaa, kuna uwezekano ni mkubwa kabisa kwamba unakuwa unamkosa Mungu, kwa sababu unakuwa hauishi katika ukanda wa Mungu. Maana Mungu anasema kwamba yeye ni mtakatifu, nasi inabidi tuwe watakatifu. Kwa hiyo the best solution ni kwamba kuwa mtakatifu ndiko kunamkaribisha Mungu kwako, au awe karibu au usimkose. Maana maandiko pia anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 16 kwamba azinie au aliyeunganishwa na kahaba wamekuwa mwili mmoja. Maana wale wawili ni mwili mmoja tena na sio mmoja. Kwa hiyo kumbe unaposhiriki na mwanamke, unaposhiriki na mwanaume katika tendo nje na utaratibu wa kindoa, maana mnaunganishwa. Kuna namna Mungu mnakuwa mnaasi kanuni zake, mnaasi utaratibu wake. Kwa hiyo kuna namna watu saizi wanafikiria tu kwamba nikifanya ngono au nikishiriki tendo la ndoa na mtu ambaye sio mwanamke wangu au mwanaume wangu, anahisi tu kwamba nikitumia kondom sitapata ukimwi. Ila jaribu kufikiria tu kwamba Yusufu alijua nikishiriki nitamkosa Mungu. Kwa hiyo sio tu kwamba naepukana na ukimwi, sio tu kwamba naepukana na UTI, sio tu kwamba naepukana na magonjwa ambukizi ambayo yanaweza yakala kizazi changu, yanaweza yakasababisha mimi nikafungwa katika maagano. Kumbe Mungu pia anaweza akaondoka katika maisha yangu nikabaki kama nilivyo. Manake nina uwezo kumbe wa kukaribisha mashambulizi mengine, kwa sababu Mungu inawezekana atakuwa hafanyi kazi au hanilindi kwa kile kiwango tena, kwa sababu ile neema ambayo ilikuwa inatumika mwanzoni kulinda kilicho ndani ya Mungu ambacho amekiweka inapungua. Kwa hiyo naanza kuishi kwenye ukanda mwingine. Amen. Hii ni Mtwara Tanzania, ndani ya ukanda wa gesi, ufuta na korosho. Mwinjilisti Fortunatus Lata. Amen.